Kwa hiyo mtazamaji, jumla kuu ya kutunza hizi heka 9 ambazo tunazo hapa imekuwa ni 3,100,000 na 30,000. Hii inatupa kwamba kwa kila heka moja imetugharimu 3,348,000. Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Kwa majina naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer. Kwa sasa tupo Kigoma ambapo tumelima mahindi na msimu huu tumelima jumla ya hekari 9, na kwa muda sasa tumekuja kurealize umuhimu wa kutunza kumbukumbu ama farm records. Hizi zitasaidia kwa sasa na kwa future kuja kuanalyze na kuja kujua kwamba tumepata hasara ama tumepata faida, na pia kwamba ni wapi tu improve kwa kulinganisha msimu huu na msimu mingine inayokuja, kwamba ni wapi tulitumia cost kubwa, vipi earning imekuwa kiasi gani, na pia in the future kwa ajili ya ku source maybe fund ama capital kutoka kwa external investors ama banks. So hapa kuna dokumenti nyingi kadha wa kadha ambazo tumeziandaa, ambazo ndo zilikuwa ni cost ambazo sisi tumeziinka kuanzia kupata shamba, kuitunza shamba mpaka hapa hatua tuliyopo kabla ya kwenda kuvuna mazao yetu. So bila kupoteza muda, gharama ya kwanza mtazamaji ambayo utainkaa kwenye kupata ama kwenye project yako ya kilimo ni mashamba. Mostly mashamba itakuwa ni kwenye kurenti kama una eneo, na eneo nyingine itakuwa ni kuwa na mashamba kama utakuwa lack kama sisi ambavyo. Hizi ni cost ambazo sisi tumeinkaa kwenye upande wa acquire land, kwenye upande wa kukodisha mashamba ambapo tulikodisha jumla ya hekari 5 kwa kila heka moja kwa shilingi 45,000. Hii inatupa jumla kwamba tumetumia 2,225,000 kwenye upande wa kukodi shamba. Kumbuka kwamba sisi tumekodisha shamba heka 5 na pia tumepewa ama tumetumia mashamba ya nyumbani hekari 4, ndio inakuja kukamilisha jumla ya hekari 9. So gharama ya kwanza kabisa ambayo itatuinkaa ama tuliinkaa sisi ilikuwa ni kwenye kukodi shamba, ambapo tulitumia jumla ya 2,225,000. So mtazamaji, baada ya kupata shamba utahitaji kuingia kwenye upande wa gharama zingine ambazo ni pembejeo. Ili uweze kukamilisha projekti yako ya shamba lazima uwe na pembejeo. Pembejeo ni material ama vifaa ambavyo utavihitaji ili uweze kuzalisha shamba zako. So kwa upande wetu sisi sasa, mostly pembejeo ambayo tunazitumia ni mahindi ambao ni mbegu zenyewe, na pia kuna mbolea, na pia kuna kemikali ama kwa ajili ya spray kwa ajili ya kuprotect mimea yetu. So kwenye upande wa mbegu, kwenye heka zetu 9 zote ambazo tumeziandaa, tumetumia jumla ya mifuko 27 na kila mfuko gharama yake ilikuwa 15,000. So kwa mifuko hiyo ambayo sisi tulitumia sasa inakuja kutumia gharama jumla ilikuwa 4,50,58. So na gharama nyingine ambayo utainkaa ni kwenye upande wa mbolea. Kwa kawaida lazima usaidie mimea yako kuja kupata virutubisho ambavyo kusupplement hivyo lazima utumie mbolea, ambao kwetu sisi tulitumia hizi synthetic fertilizers ama mbolea za viwandani. Sasa kuna mbolea za kupandia na kuna mbolea za kukuzia. Kwenye upande wa kupandia tulitumia jumla ya mifuko 7 na kila mfuko gharama yake average itakuwa ni 78,000. Japokuwa kuna variation hapa. Kuna baadhi ya mifuko tulinunua kwa 70,000 na mingine price fluctuation tukanunua kwa 85,000, 90,000. So ukichukua average unakuja kupata kwamba kila mfuko ulinunua kwa shilingi 78,000. So kwenye upande wa kukuzia ndo tutumia mbolea hiyo. Kwenye upande wa kupandia kwanza na kukuzia pia mifuko hiyo 7, kila mfuko shilingi 78,000. Unakuja kupata jumla ya gharama ambayo tuliinkaa kwenye upande wa mbolea ya kukuzia. Hapa mbolea ya kupandia na kukuzia inakuja kuwa ni 1,100,900, 1,100,092. Kwenye upande wa spraying sisi tulitumia tu kwenye upande wa kuzuia wadudu, ambapo mostly kama nakumbuka tulishare video hapa, wale wadudu ambao wanakula mahindi ambao wanaita ni viwavi jeshi vamizi. So cost ambayo tuliinkaa kwenye kununua kemikali zile tulitumia machupa mawili tu, ambapo gharama yake ilikuwa ni 23,000. So mtazamaji, kwenye upande wa pembejeo sasa, jumla ya kuu ya
pembejeo ama gharama za pembejeo tulikuja kutumia milioni 1,05,73,000. Mnavyoona hapa, hizi ni gharama zao kwenye upande wa pembejeo. Guys, agriculture is expensive. That's why unaona hapa kwenye upande wa pembejeo tu tulitumia zaidi ya 1.5 milioni kwenye kununua pembejeo. So mtazamaji, sasa umeshapata shamba tayari na umeshajiandaa, umenunua pembejeo zako tayari. So tunakuja kwenye upande wa labor cost, gharama za kuendesha sasa hizo, ama gharama ya nguvu kazi. Kumbuka kwamba almost 99.9% ya nguvu kazi ambayo tulitumia it was manual labor, tulitumia nguvu kazi za binadamu, ambapo gharama ya kwanza tutaenda kwenye upande wa kulima. Kwenye upande wa kulima sisi kila heka moja itugharimu shilingi 30,000 na tulilima heka 9. So kwenye upande wa kuandaa hapo, ukiangalia hapa kila heka moja tutumia 30,000, kwa heka 9 tulikuja kutumia 270,000. So tukaja kwenye upande wa kupanda mahindi yetu yale. So kwenye upande wa kupanda kila heka moja tulitumia shilingi 20,000. So inakuja kukupa jumla 1,180,000 kwenye upande wa kupanda. Tunakuja kufanya palizi la kwanza. Palizi la kwanza tulifanya kwa gharama ya shilingi 30,000 kwa kila heka moja. Hii inatupa jumla 2,270,000. So mtazamaji, baada ya hapo tunakuja kufanya palizi la pili. Palizi la pili pia kila heka moja tulikuja kutumia shilingi 30,000, ambao kwa jumla heka 9 inakuja kutugharimu 2,270,000. Baada ya hapo mtazamaji, kuna kuweka mbolea, ambapo mbolea tunayotumia ni kwenye kuweka upande wa mbolea ya kukuzia. Kumbuka wakati wa kupanda tulipanda moja kwa moja na kuweka mbolea, maana tulipanda at instant, naweka mbolea na kupanda moja kwa moja. So ile gharama ya kupanda ndio ilinkana kuweka mbolea ile ile ya kupandia. So kwa hapa gharama ambayo ilikuja ni kwenye upande wa mbolea ya kukuzia, ambapo hii ilitugharimu kila heka moja shilingi 12,000 na tuliweka kwenye heka 8 tu peke yake. So hii ilikuja kukosti jumla 96,000. So kwenye upande wa kupulizia sumu tulitumia tu shilingi 50,000. Kama umekuwa ukifuatilia video nyingi, mara nyingi nilikuwa nikipulizia mimi mwenyewe, na nilikuwa tuna watu kadhaa ambao walikuwa wakitusaidia wakati wa kusompa maji, ndo cost hii hapa inaenda kwao. Ndio maana umeona cost kwenye upande huu imekuja very low. So in total hapa cost rahisi ama bei ndogo ambayo ilikuwepo hapa ni kwenye upande wa kuweka ya kupulizia sumu, ambapo mwenyewe ilikuwa involved kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo sasa kwenye upande wa labor cost inakuja kuwa jumla 1,100,000 Hiyo ndio ilikuwa gharama total kwenye upande wa labor cost. So ambao utakuja kuinka hapo ni kwenye upande wa feeding cost, food cost ambazo utakuwa unazinka unapokuwa unanunua feed. Kumbuka kuwa kwenye maeneo ya huku kwetu Kigoma kwamba ukileta vibarua shambani kwako lazima utawapatia na chakula moja kwa moja. That's why kwenye maeneo mengine huko ambapo tulikuwa kama Morogoro ni kwamba unakubaliana tu shamba then atajua atakula wapi yeye, na that's why unaona hapa sasa kwenye upande wa cost, kwa mfano heka moja huku kupalilia ama kulima ilikuwa na cost shilingi 30,000. Cost nyingine inakuja kwenye upande wa chakula. So in total kwenye upande wa chakula tulikuja kutumia 2,20,000 kwenye upande wa chakula, ambapo tulikuwa tuna wahudumia hawa vibarua ambao tulikuwa tunadili nao. So mtazamaji, hizo zote sasa gharama ambayo tulizinkaa inakuja kutupa jumla kuu ya gharama hii hapa, kwamba project nzima mpaka sasa ambayo tumefika. Kumbuka hatujaweka gharama ya kuharvest na kutransport kuleta mazao yetu kutoka kule shambani. Hizi ni cost ambazo zote tumezinkaa wakati wa kupanda, kupalilia mpaka kuja kufika hatua hii ambapo tunasubiria kuvuna yale mahindi yetu ambayo tuna. So kwa hiyo mtazamaji, jumla kuu ya kutunza hizi heka 9 ambazo tunazo hapa imekuwa ni 3,100,034. Hii inatupa kwamba kwa kila heka moja imetugharimu 3,348.
unaweza kuwa skeptical why hii cost imekuja down. Ukiangalia most of the operation ilikuwa niko involved haswa, na pia kwenye upande wa negotiation, hasa kwenye upande wa kukodi mashamba. Ukiangalia mashamba mengi huko kanakodiwa kwa shilingi 50,000 mpaka 60,000, ukienda kwenye maeneo mengine mpaka 70,000, but kuweza kunegotiate hizo deal tuka bring cost down mpaka kuja kupata kwa shilingi 45,000 ilikuwa ni sehemu ya win-win situation. Na pia kwenye upande wa labor cost hizi ambazo umeziona hapa, kama hautakuwa skeptical zaidi, unaweza kukuta labor cost inaenda juu zaidi, kwa sababu aidha kwa delay muda mwingine, kwa sababu ukichelewa unakuta mazao shambani kwako kuna magugu mengi, so cost itaenda juu zaidi. Kwa hiyo kama ukidelay inaweza kusababisha kwamba gharama yako ikaenda juu kwenye upande wa labor cost. Na kingine pia ni kunacha hawa wafanyakazi ambao utakuwa na ama vibarua. Ukiangalia toka tumeanza project hii mpaka tumefika hii hatua ya mwisho kwenye upande wa palizi la mwisho, tumetumia aina moja tu ya vibarua ambao tuko nao, unless kwamba tunapoona tunachelewa zaidi ndio tulikuwa tunaweza outsource kuleta baadhi ya wengine kuja kusaidia ili tusiende off the target ama tukaenda nje ya wakati, ndio. So that's why umeona sasa hii imeweza kusaidia, na hao ndo tunatarajia kwamba watakuja kusaidia hata kwenye upande wa harvesting. So hii ndo jumla kuu ya gharama ambazo tumeziinkaa wakati huu tunapofanya kilimo chetu huku maeneo ya Kigoma. Tuambie wewe huku kwako kwamba gharama zako ni kiasi gani na ni namna gani ambapo wewe unatunza kumbukumbu, na hizo zitakusaidia wewe kivipi, na pia hizi ndo sisi za kwetu kumbukumbu, na nimewasilisha kwenu ndugu watazamaji, na hizi sasa itatubidi tuanze kuziweka kwenye Excel sheet ili uweze kuwa ni kumbukumbu zetu hapa na hapo kwa mbele zaidi kwenye future farm operation. Na hizi pia at least itatusaidia kwenye upande wa kusecure loans.